Dunia haina mkasa. Niache nilie. Sehemu ya pili. Msimuliaji Esther. Maisha yaligeuka kuagiza baba. Damu yangu mwenyewe. Alianza kuniita mchawi, alinitenga na wadogo zangu, akidai nitawaroga. Hata nywele zangu walinilazimisha kuzinyoa. Wakaniuliza kwa nini zikue haraka hivyo. Niliishi kama bubu kwa wiki moja, bila amani, bila upendo. Violini nalia kwa sauti ya juu kidogo. Tumbache mchawi nyumba. Baba aliniuliza hivyo kila waliponifungia nje ya geti. Moyo wangu ulivuja damu. Manyanyaso yaliongezeka. Vyombo vyangu vilitengwa. Nililala sebuleni peke yangu, shuka yangu ya pekee. Siku moja mama mdogo Maria alinikaribisha nyumbani kwake. Nilimsimulia ndoto zangu za kutisha, majitu yasiyo na kichwa yaliyonikaba, pumzi usiku kucha. Esther, mama mdogo, tangu nimekuja kwa baba nafanyiwa vitendo vya kikatili. Vitendo gani mwanangu? Yule si baba yako? Ni kweli, lakini amebadilika. Mama mdogo alinipa kanga pea 2, zawadi kutoka kwa mama mkubwa, lakini nilipofika nyumbani, mama wa kambo alinigeuka kama mbogo. Alizinyaka zile kanga na kuziita vifaa vya kichawi. Baba aliporudi hakutaka kusikia maelezo. Aliniita shetani. Alinizibua makofi na kunipiga bila huruma. Mama wa kambo akashadibisha, mweke, hawezi kutetewa mchawi huyu. Nililia, lakini cha ajabu, maumivu hayakuingia mwilini, yalibaki moyoni. Muziki unaanza kufifia Fade. Niliahidi kutorudia, lakini moyo wangu ulikufa ganzi. Ni nini kitaendelea katika mkasa huu? Niache nilie. dunia haina. Baada ya kile kipigo cha mbwa mwizi, mwili wangu ulikuwa na ganzi, lakini roho yangu ilikuwa inawaka moto. Kila nilipojaribu kulala sebuleni pale peke yangu, picha ya yule jitu lisilo na kichwa ilinijia. Nilianza kuwaza, hivi kweli huyu ni baba yangu mzazi, au kuna kitu kimechukua nafasi yake? Mapenzi yote yaliyeyuka, yakabaki maumivu na maswali yasiyo na majibu. Siku iliyofuata niliamka na maumivu ya mbavu, lakini nililazimika kufanya kazi zote za ndani kabla ya kwenda shule. Mama wa kambo alikuwa ananitazama kwa jicho la kejeli, akicheka chini kwa chini, huku akisema, mchawi haumii kwa fimbo, anaumia kwa njaa. Sikupewa chakula cha asubuhi, nikaondoka na tumbo tupu kuelekea shuleni. Mwalimu: Emi, mbona leo unaonekana mnyonge sana? Na hizi alama mwilini ni za nini? Esther: hamna mwalimu, nimeanguka tu wakati nacheza. Mwalimu: usidanganye Emi, macho yako yanasema ukweli mwingine. Niliogopa kusema ukweli. Niliogopa baba ataniua nikirudi nyumbani, lakini moyoni nilijua siwezi kuendelea hivi nikiwa njiani kurudi. Nilikutana tena na mama mdogo. Maria aliniona na kushtuka kuona macho yangu yamevimba kwa kulia. Alinishika mkono na kunipeleka pembeni. Mama mdogo aliniambia, Emi,
lazima tufanye jambo. Haya sio maisha ya mtoto. Lakini kabla hatujamaliza kuongea, nilimwona baba kwa mbali akija na baiskeli yake. Mapigo ya moyo yalinidunda kwa kasi. Nilihisi ardhi inapasuka. Nikamwambia mama mdogo, nikimbie mama, akinitunza hapa nitakufa. Dunia haina. Nilikimbia kuelekea nyumbani, huku nikijua adhabu nyingine inaningoja. Je, mama mdogo atafanya nini kuninusuru? Na je, ile ndoto ya bibi yangu na vazi jekundu ina siri gani? Usikose sehemu inayofuata.